habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kama unaandika katika kichwa chetu cha somo kinasema kuamini na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana amenipa neema ya kuandika kitabu kinachosema Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Na naamini katika mwaka huu nitajitahidi Bwana niwezeshe niweze kuzindua kitabu changu hichi na kuanza kuuza kopi kadha wa kadha. Kwa hiyo na katika hichi kitabu ambacho Bwana amenipa neema kukiandika, sura ya 3 ndio linatoka somo hili linasema kuamini na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo tunayo ibada maalumu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kila baada ya mwezi mmoja kwa mujibu wa kalenda yetu tuna ile kusudi ya kwamba tuweze kuombeana au kubatizana juu ya habari ya ubatizo gani wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ziko aina 3 za ubatizo. Wewe kama unasoma maandiko katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 11, naomba awepo mtu ambaye ananisaidia kusoma kwa haraka. Mathayo sura ya 3 mstari wa 11 na kitabu kile cha Matendo sura ya 19 mstari wa 2 mpaka wa 6. Kuna juu ya habari za aina za ubatizo. Na aina mojawapo ni hii ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kuamini na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, ya kwamba kila mtu ambaye ameamini, amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapaswa atamani au atake kubatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na misingi ya imani ya kanisa letu na sheria au tunaweza kusema sifa za Mkristo wa kanisa letu la TAG, anatakiwa awe amebatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu au anatamani kubatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini yote tunasema haya? Maana katika hali ya kawaida usipokuwa umebatizwa au usipokuwa na huyu Roho Mtakatifu, hautaweza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9 tunaona maandiko yanasema mtu awaye yote asipokuwa na huyo Roho wa Kristo, huyo sio wake nani? Huyo Kristo. Maana yake nini? Ukimkosa Roho Mtakatifu hautaweza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ukimkosa Roho Mtakatifu utaenenda kimwili. Naomba ujue roho na mwili ni vitu viwili vinavyofanya nini? Vinavyopingana. Roho na mwili. Mwili asili yake ni wapi? Duniani. Lakini roho asili yake ni wapi? Mbinguni. Kwa hiyo kama unapata kuwa umejaa roho, hauwezi kuyafanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Lazima utaenda kimwili. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni lazima tuweke msisitizo na mzigo kabisa kuhakikisha kanisa watu wanatamani kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu au watu wanabatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sema amina mtu wa Mungu ulioko mahali hapa. Hebu mtu anisaidie kusoma hayo maandiko tuweze kupata kuelewa kuwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mathayo 3:11 nasema kweli mimi nawabatiza kwa maji na kwa toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu alikuja duniani baada ya Yesu kuifanya kazi ya msalaba. Na Yesu ndiye anayebatiza watu katika ubatizo tunaoongelea wa Roho Mtakatifu. Haleluya watu wa Bwana. Kwa hiyo ziko aina 3 za ubatizo. Kuna ubatizo wa maji. Huu ubatizo wa maji kwa lugha nyingine unaitwa ubatizo wa toba. Kwa lugha nyingine tena unaitwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Haleluya watu wa Bwana. Huu ubatizo wa maji
una majina mangapi? Matatu. Unaitwa ubatizo wa maji, unaitwa ubatizo wa toba, na unaitwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Kwa hiyo tunaona kwenye kitabu cha Mathayo akasema yeye yule ajaye ambaye ni nani? Ni Yesu. Yeye atatubatiza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa ubatizo wa moto. Kwa hiyo sisi leo focus yetu ni kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao huo ulikuja na Yesu Kristo. Haleluya, watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu baada ya kufanya kazi ya msalaba aliwaambia wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu, waingoje ahadi ya nani? Ya Baba. Na hiyo ahadi ya Baba ni nani? Ni huyo Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Bwana. Maana yake ya kwamba anajua kama ukiwa umemwamini yeye na hauna huyu Roho Mtakatifu, hautaweza kamwe kuyatenda yaliyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Naomba nikusisitizie mtu wa Mungu leo kwa mahali hapa. Ndio maana natamani kila Mkristo aliyeko mahali hapa haweke shauku ya kujaa Roho. Hebu mguse jirani yako mwambie, weka shauku ya kujaa Roho. Tamani kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Bwana. Ukisema ukweli, usipokuwa na huyo Roho Mtakatifu hutaweza kuyafanya mapenzi yake. Mtu anisaidie kusoma kile kitabu cha Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 16. Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa kuanzia wa 16. Mtu anisaidie kusoma kwa haraka kitabu cha Wagalatia. Mtaona? Amina. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Ndio. Basi nasema enendeni kwa Roho. Enendeni kwa Roho. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Endelea. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na nini? Na Roho. Na Roho hushindana na mwili. Na Roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Kwa maana hizi zimepingana. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Wala hamwezi kufanya mnayotaka. Anasema basi enendeni katika nini? Roho. Kama hamtaweza kuzitimiza tamaa za nini? Za mwili. Kwa hiyo katika lugha rahisi, kama hujajaa Roho, kama hauna Roho Mtakatifu, mwili utakushinda. Sisi tunaelewa mtu wa Mungu leo kwa mahali hapo. Mwili utafanya nini? Maana mwili siku zote unatamani. Na unatamani nini? Kuyafanya mambo ya dunia hii. Ikiwa ulevi, ikiwa uzinzi, ikiwa wizi, ikiwa kutukana, ikiwa kusema uongo, ikiwa kufanya mambo kadha wa kadha, kubaka, ikiwa kulawiti, ikiwa kufila, yayo yote. Kama hautakuwa na Roho, mwili wako utatamani kuyafanya mambo mabaya. Kwa ndio maana Biblia inatuonyesha tuenende katika nini? Roho. Kwa kama tunahitaji kumpata huyu Roho Mtakatifu ili uendelee katika Roho, unahitaji kutamani kubatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sema amina mtu wa Mungu uliyeko mahali hapo. Haleluya. Kwa hiyo ukiendelea mbele kwa kitabu hiki cha Wagalatia sura ya 5, tunaona Biblia inatuonyesha matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya. Ameongelea mengi, lakini baadaye anatuonyesha tunda la Roho. Yaani mtu akiwa na Roho Mtakatifu anakuaje? Anaonekana mtu akiwa na Roho anakuwa na utu wema, anakuwa na fadhili, anakuwa na uvumilivu, anakuwa na furaha, anakuwa na upendo, anakuwa na utu na kiasi, anakuwa na nini? Nini? Upole. Yako 9 zile ladha za tunda la Roho Mtakatifu. Ndio maana naomba nikusihi mtu wa Mungu uliyeko mahali hapa. Yaani kama unatamani kupoteza wakati ndani ya kanisa, kaa hapa pasipo kutamani kujazwa Roho Mtakatifu. Pasipo kutamani kubatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, utapoteza wakati. Maana katika hali ya kawaida hautaweza kuyafanya mapenzi ya Mungu pasipo huyu Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana kanisa. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Haleluya. Kwa ndio maana leo tunaongelea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuangalie kitabu hiki cha Matendo ambayo ni andiko letu pia la kusimamia.
sura ya 19 mstari wa 2 mpaka 6, naomba nisome kwa haraka. Akawauliza, je, Matendo sura ile ya 19 mstari wa 2 mpaka wa 6 inasema hivi. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Kwa hiyo hili kanisa la Efeso lilikuwa ni la watu waliookoka, lakini changamoto kubwa, hawakuwa wamejazwa nini? Roho. Ni kweli walifanywa ubatizo wa toba, wakubatizwa katika maji, lakini bado hawakupokea kipawa gani? Cha Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo alipokwenda akawasisitizia, mlipokea ubatizo wa namna gani? Wakasema ubatizo wa nini? Wa toba au wa Yohana. Akawaambia, basi yapaswa mpate huyu nani? Huyu Roho Mtakatifu. Akawaekea mikono katika jina la Yesu, wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwani mimi pia ni shauku yangu, mtu wa Mungu ulioko mahali hapa siku ya leo, tamani kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pale viongozi tutakapokwenda kusimama mahali hapa, tutakapoombea juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, tamani, weka shauku ili Roho ashuke ndani yako. Sema amen. Haleluya, watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nasisitiza hili kwa sababu mtu awaye yote asipokuwa na huyu Roho wa Kristo, huyo sio wake Mungu. Naomba nikusisitize. Ndio maana tunatakiwa tutamani kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kanisa la sasa limekuwa na changamoto nyingi, shida nyingi, ni kwa sababu tu watu hawamhitaji Roho. Unaweza kuwa kweli umeokoka, lakini ukijazwa Roho Mtakatifu, mambo mengi ya kanisa ya kushinda. Mambo mengi ya kanisa ya kupatia shida. Utaona kama ni vitu vya visivyokuwa vya maana. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu afanye nini? Atusaidie. Nini maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? Unajua, katika kipindi kirefu watu wengi walikuwa wajui habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Simefahamu hicho kitu Wanajua ubatizo ule mmoja ule unaitwa ubatizo nini? Wa maji. Wengi tunafahamu hivyo jamani. Uongo kweli? Jamani, ndivyo sivyo? Si ndio Watu wengi, hata ukiwauliza watu wa mataifa, wanajua tu kwamba upo ubatizo wa maji. Sasa nini maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ni kile kitendo cha Roho Mtakatifu kushuka au kumjulia muamini ndani yake katika muunganiko na Yesu na muamini baada ya kuamini. Naomba nirudie. Nini maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ni kile kitendo cha Roho Mtakatifu kushuka au kumjilia muamini ndani yake katika muunganiko na Yesu na muamini baada ya kuamini. Maana yake nini? Natasema hivyo kwamba ile Roho Mtakatifu ashuke ndani yako, lazima kwanza uwe nini? Umemwamini nani? Yesu, au umeokoka. Kwanza Roho Mtakatifu haendaji kwa watu wasiookoka. Jamani, sawa sawa? Amina. Kwa hiyo ili uweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwanza uwe umefanya nini? Umeamini. Kwamba nini maana kubatizwa Roho Mtakatifu? Ni kile kitendo cha mtu Roho Mtakatifu kumjilia juu yake au kuingia ndani yake. Tunaita ni kitendo cha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hao ni hali ya kupokea kipawa au kumpokea Roho Mtakatifu ndani yako wewe. Maana yake umebatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na naomba niseme, una uwezo wa kubatizwa kwanza na ubatizo wa Roho Mtakatifu kabla ya ubatizo wa toba au wa maji. Jamani, inawezekana? Haiwezekani? Inawezekana? Haiwezekani jamani? Kwa hiyo inawezekana kwanza kubatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu hata kabla ya ubatizo wa maji. Sawa sawa, kanisa la Bwana? Hiyo inategemea na wewe, shauku yako, Kristo uliamini. Labda mama hapo baada ya kuamini, ukiweka shauku, Roho anashuka ndani yako. Sawa sawa mama? Ukitamani, ndio maana leo unatakiwa tunapokwenda kuombea watu wapokee kipawa cha Roho Mtakatifu,
Weka shauku, fungua moyo wako, mwambie Roho, umesema hii ni ahadi yetu mimi na watoto wangu. Ninakuhitaji Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu, maana nimesikia pasipo wewe mimi si kitu. Una Roho atakwenda kushuka ukiweka shauku. Amina watu wa Bwana. Ukiweka nini? Shauku. Sema amina. Haleluya watu wa Bwana. Nafahamu kuna nyimbo nasema nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu. Sinafahamu nyimbo kama ayara atamanipo maji ya mto. Bwana nafsi yangu ya kutamani. Unajua ukiimba hizi nyimbo yaani unajua maana kutamani jamani Anapoongelea ayala atamanipo maji ya mto kule jangwani. Jangwa ni sehemu ambapo maji haipo. Jamani sehemu yenye mchanga hata mvua ikinyesha maji hatuami. Si ndio hivyo timzoka hizi? Kwenye mchanga maji yanatuamaga? Hapana. Kwa hiyo kuna sehemu chache kule jangwani ambazo kuna maji. Zinaitwa oasis. Sawa sawa Sasa zile sehemu huwa sio kila sehemu ipo oasis. Inaweza kawa yala nienda huko na kule. Sasa ana kiu, anatafuta maji. Na kila mmoja pasha kusikia kiu katika maisha yake. Hivi ukiona kiu, ukiona maji tamati na kutoka. Si ndio inakuwa hivyo? Sasa lazima hiyo kiu ambayo unaiona kwenye maji iweke kiu hiyo kwa huyo Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiona kiu yako ambayo wewe unayo shauku, na Roho atakwenda kushuka ndani yako. Sema amen. Haleluya watu wa Bwana. Kwa hiyo wewe mwongofu mpya, nataka niseme mwongofu mpya mahali hapo. Umesikia David? Ukiweka kiu, ukiweka shauku, ukafungua moyo wako leo, Roho wa Bwana atashuka ndani yako. Sema amen. Umesikia mama hapa Kalikombe? Ukifungua moyo wako sema Roho wa Bwana nakuhitaji, utashangaa ubatizo wa Roho Mtakatifu utaambatana na wewe. Sema amen. Haleluya watu wa Bwana.